التايم الأول. الله، أنت فنان. المغرب تفرق. Wazungu huwaita the Atlas Lions, wao wenyewe hujiita Asad al-Atras kwa Kiarabu, wakati jirani zao Hispania huwaita Los Leones de Atlas. Nisikuchoshe sana, Waswahili tumezoea kuwaita Simba wa milima ya Atlas. Ni timu ya taifa ya Morocco, wenyeji wa michuano ya AFCON 2025. Hii ni AFCON yao ya 20, ikiwa ni mara yao ya pili kuwa wenyeji wa michuano hii. Waliwahi kufanya hivyo mwaka 1988 ambapo walimaliza nafasi ya 3 kwenye michuano hiyo. Leo Morocco wanafungua mashindano wakiwa na kumbukumbu ya mwaka 1988 ambapo kwenye mchezo wao wa ufunguzi walitoa sare ya 1-1 dhidi ya Congo DR. Japo toka 2019 rekodi inawabeba wakiwa wameshinda michezo yao yote ya kwanza katika michuano ya AFCON, huku ushindi wao mkubwa zaidi ukiwa ni dhidi ya Namibia waliposhinda kwa mabao 5-1 2008. Hapa nazungumzia mabingwa wa mwaka 1976, washindi wa pili wa 2004 na washindi wa tatu mwaka 1980 na hata ile ya 88. Morocco wanaingia wakiwa na rekodi yao ya kufuzu mara 5 mfululizo kwenye michuano hii, lakini hilo sio jambo la ajabu kwao, kwani walishafanya hivyo kwa kufuzu mara 6 mfululizo kati ya mwaka 1998 mpaka 2008. Kwenye AFCON yao ya mwisho, Morocco waliondolewa na timu ya Afrika Kusini kwenye raundi ya 16 bora, huku kizazi hiki walichonacho kikiwa ndio kizazi kinachoaminika kuwa bora zaidi kwenye ulimwengu wa soka kwa Morocco, kwani wanashikilia rekodi ya kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kucheza nusu fainali ya kombe la dunia la FIFA, tena wala sio mbali, ni ile ya Qatar mwaka 2022. Morocco semi-finalists. Morocco 1, Portugal 0. Wana wakali wengi kwenye kikosi chao, lakini jina la Yusuf Al-Nasri na Ashraf Hakimi ndio wanaotajwa zaidi, lakini mimi nakwambia mtazame zaidi Brahim Diaz. Huyu ndiye aliyekuwa mfungaji bora kwenye michuano ya kufuzu AFCON, akifunga mabao 7 kwenye mechi 4 tu alizocheza. Hebu sogea karibu tuzungumze kuhusu Comoros, nchi kutoka kusini mashariki mwa Afrika, wengi wakizoea kuita visiwa vya Comoros. Kama uliwahi kusikia the Sri Lankas, basi ujue hiyo ndiyo timu ya taifa ya Comoros na hilo ndiyo jina lao la utani. AFCON hii 2025 ni mara yao ya pili kushiriki. Mara yao ya kwanza ilikuwa ni makala ya AFCON 2021. Comoros imefuzu kutoka kundi A, kundi lililoonekana kuwa gumu kwao, likijumuisha mataifa ya Tunisia, Gambia na Madagascar. Kwenye kundi hilo wameweka rekodi ya kushinda mechi 3 na kutoa sare mechi 3, huku wakiwa wameruhusu nyavu zao kutikiswa mara 4 tu. Kwa lugha rahisi, Comoros wanafuzu AFCON hii wakiwa hawajapoteza mchezo hata mmoja, na wao wamefungwa magoli 4 tu. Hiki ndio kizazi cha ubora kuwahi kutokea kwenye maisha ya soka ya Comoros. Kwenye fainali za mwaka huu, wataalamu wa mambo wanasema wachezaji wanaopaswa kuchungwa zaidi kwenye kikosi cha Comoros ni Maizine Maolida, mshambuliaji anayekipiga ligi kuu ya Saudi Arabia katika klabu ya Al Khulud, huku akiwa amecheza mechi 9 akifunga goli 1 na kutoa pasi 3 za magoli. Wa pili ni Rafik Said, naye ni mshambuliaji, anacheza katika timu ile ya Standard Liège ya ligi kuu ya pale nchini Ubelgiji inayoshiriki ligi kuu pia. Timu hizi kwa ujumla zimewahi kukutana mara 4, Morocco akishinda mechi 3 na kutoa sare mchezo mmoja. Kama historia inacheza, basi Komoro leo wasingeingiza timu uwanjani, ila mambo yanabadilika. Usilale bila kushuhudia kandanda la ufunguzi wa AFCON 2025 hii leo. Aliyekuandalia na kusimulia makala haya ni mimi Peter Lugendo. Endelea kufurahia kuwa nasi.